Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mimi namshukuru Mungu sana. Hii miaka 5 imepita kwa kweli nimeweza kugrow. Kwanza niseme tu kwanza nimeweza kugrow in terms of prayers. Grow in terms of fasting pia. Grow in terms of giving. Tukija hapa tu kwa tunajua mambo mengi. Lakini tunashukuru Mungu, tumefunzwa kuomba, tumefunzwa kutoa, tumefunzwa kufunga, na tumefunzwa pia kuweza kurelate na watu na kujua kwamba umuhimu ya kukaa na watu ni nini. Because wakati tunakuwa in unity like this, when we are fellowshipping together, there are some kuna baadhi ya nguvu ambazo zinatoka huko chini yetu ambazo zinatufanya pia sisi tunakuwa. So wakati unakaa na watu kuna something ambayo una grow. So in short, in summary, niseme tu kwamba hii church imeweza kusaidia sana kugrow. Tumegrow. Nikikumbuka zile enzi ambazo tulikuwa tunafanya kesha usiku, tunakuja maombi ya waombezi usiku, tunakuja kuomba asubuhi. I remember watu walikuwa wanaamka asubuhi. Wanatoka kwa maboma yao saa 12. Mwingine anatoka huko chini kwa reli, mwingine anatoka huko, tunakuja tunaomba asubuhi. It was something very big. It was something that ilikuwa very powerful and itufanya to grow sana. Nashukuru Mungu. Okay, jambo lingine ambalo umeona umevutiwa na nini na ni kitu gani kimekufurahisha sana? Ni challenge gani umezipitia sana katika hii hali? Okay, niseme kitu ambayo imenisaidia. I've been able to see the power of God. Bwana asifiwe. Unajua kuna vile tunaweza kuwa tunaongea Mungu but are we seeing the power of God? Bwana asifiwe. So I thank God because for me I've been able to see the power of God. Yes. Amen. So huyu ni Chris ameongea. Asante Chris, kijana wetu ambaye tulianza na nataka nimkaribishe mama Joni aje aseme kitu haraka na mama Karo na itakuwa mzuri na mama Faine. Action kwa sababu ya time na tutakuwa tunamaliza chacha mfadha yetu. Leo kumbuka kwamba tunasherehekea na tuko na pastor wetu Alex, tuko na pastor Morris, tuko na wachungaji. Mama Joni, unaweza kusema hapo ni kuhusu chacha mfadha? Kwanza hata kushukuru Mungu. Mungu alikuwa mtetezi kwa maisha yetu. Nimeona kwa kusherehekea mwaka wetu wa 5 umekuwa mwaka wa baraka ndani ya maisha yetu. Umekuwa mwaka wa mafanikio ndani ya maisha yetu. Ninaona Mungu akitupeleka mbali. Ninaona Mungu akitupeleka maeneo mengine kwenda kufanya kazi ya Mungu. Kwa sababu penye tunatoka ni mbali. Hakika Mungu alikuwa mwema, alikuwa kimbilio, alikuwa mtetezi. Hakika kama sio yeye kutushika mkono tungekuwa bila hivyo. Mimi ninashukuru Mungu sana. Nimeona Mungu akitupeleka mbali, kwenda kujenga gorofa kubwa sana hapa. Na kutakuwa na watu wataletwa hapa, mataifa mbalimbali watakuwa wanaletwa hapa. Wakiwa wanaombewa vipofu, wenye wanavunjika miguu, wenye viwete, tutakuwa tunawaombea hapa na wanapona. Mimi ninaona Mungu anatupeleka mbali sana. Wagonjwa, mapepo tutakuwa tunatoa kwa jina la Yesu. Mimi ninashukuru Mungu sana kwa sababu Mungu anatutoa mbali. Penye tulitoka ni mbali sana, ndio nilisema saa zile nikasema tulianzia mbali. Na tukakuja mpaka tumenunua shamba letu. Tunashukuru Mungu sana. Na mimi naye nilikuwa natamani maeneo na Mungu naye akanileta maeneo haya. Ninashukuru Mungu, niko karibu na kanisa tena, nashukuru Mungu sana. Hayo tunambarikiwa. Thank you. Asante. Wenye kusema wako wapi? Wow. Asante mama Faine, tunaweza na jambo la kusema tu. Sasa kidogo kwa sababu hatuna time, tafadhali tu. Unasema kwa ni kuhusu tata. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Violet Mdogo. Kwa anniversary ya leo nimesikia kubarikiwa na nimeona katika hii kanisa. Kuanzia kwa mimi mwenyewe, nimeona vitu zikitendeka kwa mimi mwenyewe. Siwezi nikasema ati kwa wewe ama ni mimi sijui umeona aje, lakini kwangu mimi nimekaribu mkono wa Mungu na nimeona mkono wa Mungu kwa mimi mwenyewe. Naye tunambarikiwa. Wakati mama Karo anakuja, nataka nimkaribishe Vita pia akuja aseme na mama yetu church kwa mwisho. Nataka kidogo kwa watu wa sasa. Bwana asifiwe tena. Hata mimi namrudishia Mwenyezi Mungu shukrani kwa
kutupa uzima na kutupa uhai. Umbali yenye ulitoka wakati tulikuwa huko juu mpaka tukakuja kufika hapa. Kweli kabisa, hata ukiambia mtu ati hii ndio kanisa sasa imejengwa kutoka kwa ile mlango tatu, tulikuwa tunaitwa mlango tatu. Ati kwa hiyo mlango tatu, hiyo kanisa ilitoka kwenda kwa mlango tatu. Sasa sisi tulitoka huko na Mungu akatubariki, tukakuja tukanunua mahali petu na tukajenga kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa tumejenga, hata ukiambia mtu ati ni nyumba ni wale washirika kutoka milango tatu au hawezi akakubali. Atasema hapana, hii ni nini? Hii ni kanisa tu ingine, sio ile ya pale milango tatu. Ndio mjue kwamba huyu Mungu alitutoa mbali. Na Pastor Naftali huyu mtu asijaribu kumchezea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alitoa huyu pastor mbali, na ile ni pastor huyu anatutendea. Ni Mungu mwenyewe tu ampe jibu. Bwana asifiwe. Na mbarikiwe. Anaitwa Mama Karo. Mama Church yuko wapi? Mama Miriam. Dakika hata ongea kidogo kwa sababu ya kazi. Yesu asifiwe. Mimi namshukuru Mungu. Amekuwa kimbilio, amekuwa mtetezi wa maisha yangu. Tangu nianze hii kanisa, nimeona utukufu wake, nimeona niking'aa mbele zake. Hakika hapo awali singeweza kusimama mbele yenu, lakini sasa hivi naona Mungu amenipa ujasiri, Mungu amenipa neema. Hata mimi mwenyewe ninashinda nikishangaa, ni mimi yule nilikuwa ninatetemeka. Ni mimi yule hata ningeanguka chini hata mbele ya watu, nikiona macho ya watu ninasikia uoga. Lakini Mungu ninaona akituinua. Nakumbuka tukiwa katika ile kanisa nyingine tulikuwa katika range, lakini saa hii tuko katika shamba letu. Ninamshukuru Mungu kwa maana anatupeleka viwango, kwa maana anazidi kutuinua. Nyayo tunampa. Nitapisha Mama Assembly wa kanisa yetu ya Nzoia kuja aseme kitu harakisha kama. Kidogo basi sio dakika. Kwa sababu mlikuwa mmeshafunga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Mimi niko na furaha kwa ajili ya mipango ya pastor yetu. Niko na furaha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu vile nilikuja nikikuwa mgeni wakianja hii pastor, hii fikiria ni pastor nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu pale nilitoka ilikuwa ifanyiki. Nilifika huko kwa Naftali nikaanza kufanyika. Imekuja naparikiwa. Hii naye ikakuwa tofauti, nikajua Mungu anatupeleka mahali. Kwa majina ni Rose Mlanga. Good. Thank you. Namshukuru Mungu kwa sababu ya wakati huu. Bwana ameweza kutusaidia, Bwana ameweza kutuinua. Bwana amekuwa upande wetu sana tangu tulivyoanza kanisa letu la Christ Harvest Ministry hapa Kitale. Ni miaka 5 sasa tumemaliza tangu tuanze sherehe hii, na imekuwa ni sherehe nzuri. Bwana ametusaidia na Bwana ametupigania sana. Wakati Biblia inasema kwamba tunayeweza mambo yote, katika kitabu cha Wafilipi 4 inatuambia kwamba Mungu akiwa upande wetu hakuna jambo linaweza kutushinda. Kwa kweli ndani ya miaka 5 tumeona challenge nyingi sana. Tumepitia mambo mazito sana ambayo hatungeweza sisi wenyewe kwa nguvu zetu. Lakini imekarimu sana Mungu ambaye ametuwezesha kwa hii miaka 5 tumeweza kuendelea vizuri. Challenge tumekuwa na mambo ya challenge up and down, but the Lord has sustained us. Mungu ametusaidia sana na kutupea moyo wa kuendelea. Hivi kwamba hata safari ya wana wa Israeli haikuwa rahisi. Hiyo safari ilikuwa ngumu sana. Lakini Musa alikuwa anasimama akijua kwamba Mungu yuko upande wao. So waliweza kushinda wakafika Kanaani, na maadui walipowafuata waliangamia nyuma yao. My joy is that God is with us. Furaha yangu ni kwamba Mungu ako na sisi. Na wakati tuko na Mungu tuna ushindi mkubwa sana. Mungu ametuwezesha. Ndani ya miaka 5 tunaweza kuona hall tuko nayo. Ndani ya miaka 5 tunaweza kuona mitambo. Ndani ya miaka 5 tunaona tuna viti. Ndani ya miaka 5 Mungu ametubariki na mahali pa kusali plot yetu. So tunaambia Mungu asante. Na najua kwamba bado kuna mambo mengi iko mbele ambayo tunahitaji kuyafanya. Na hiyo yote tunahitaji tu Mungu awe na sisi. Mungu atusaidie, atufushe.
ili tuendelee kusherekea church anniversary yetu. Hii ni miaka 5 ambayo tunamaliza sasa, na tunashukuru Mungu kwamba ameweza kutupa kibali, ameweza kututumia watumishi wa Mungu, na ameweza kuwa karibu na sisi. Kila kitu tumekuwa tunakiombea, tumeona Mungu anafanya. Na ndio maana leo tuna ushuhuda. Leo tunaweza kushuhudia. Wakati unaona Mama Karo anashuhudia mambo ya milango mitatu, wakati unaona Chris anashuhudia, wakati unaona Mama Miriam, Mama Chacha anashuhudia, wakati unaona Ntuta wanashuhudia, na wengine kama Mafaile wanashuhudia, kwa sababu wameona kwa macho yao kila ambacho Mungu mwenyewe amefanya. Na kwa kweli imemkarimu sana Mungu, kwa sababu Mungu amekuwa mwepesi kwetu wakati tumeita msaada, wakati tumemhitaji, wakati tunakuwa na ugumu. Ile hukumu Mungu anairahisisha, inakuwa rahisi. Kuna mikutano mingi tumefanya hata hatuna pesa, but the Lord has been there for us. Mungu alikuwa anakuza watu mpaka wanatoa mahindi, wanatoa nini, wanatoa vyakula, na mkutano ya Mungu inafaulu na inafanikiwa. So ninasema shukrani zangu nyingi kwa Mwenyezi Mungu kwa kutusaidia kwa hii miaka 5 sasa tunasherehekea, na tunaomba kwamba Mungu atusaidie tena ili kwamba tuendelee kusherehekea tena miaka mingine inayokuja. Neema ya Mwenyezi Mungu iwe juu yetu na iwe juu yako pia mahali unayenisikia. Nasema tu barikiwe sana, na utambue kwamba kazi yenye Mungu alianzisha haikufi. Kazi hiyo inafanikiwa mpaka mwisho. That's why Yesu akamwambia Petro, nitachenga kanisa juu yako Peter, na milango ya kuzimu haitalishinda. So Mungu ametusaidia kushinda, na tunaamini ya kwamba tutafanya zaidi, maana Bwana ako upande wetu. Be blessed. Amen. Thank you.